kukiri na kumsema kwamba inawezekana. Maana ukisoma maandiko anakuambia yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ukimwamini Yesu, ukamwamini Mungu, ukasema anaweza kunitoa, anaweza kunifanikisha, uwe na uhakika ya kwamba yote yatafanikiwa. Bwana asifiwe. Wakati ule Ezekieli anasikia ile sauti ya Mungu inapomjia, wakati Mungu anamwambia Ezekieli nenda, alipoingia kwenye lile bonde, akaingia katikati, alipoangalia akaiona mifupa mikavu imetapakaa. Watu walishakufa, mifupa yenyewe ilishagawanyika, hata haonekani hata mshipa. Lakini Biblia inasema Mungu akamwambia toa unabii juu ya mifupa hii. Mwambie jirani yako, toa unabii juu ya mambo yako, nayo yataishi, yataishi. Toa unabii juu ya maisha yako, uwe na uhakika yote yaliyokufa yatafufuka tena. Hata kama ni miaka mingi ulitamani kufika viwango fulani lakini haukufanikiwa, kuna mipango uliiweka ikafa, kuna mipango ya biashara uliiweka haikufanikiwa ikaishia njiani. Usiku wa leo kusudia moyoni mwako kutabiri juu ya hayo mambo yanayo yataishi katika jina la Yesu. Hakuna jambo litakalobaki katika hali ya mauti, kwa sababu Mungu amekukubali, kwa sababu Mungu ameisikia sauti ya ukiri wako, sauti ya kukubali neno lake. Ezekieli akaambiwa tabiri juu ya mifupa hii nayo itaishi. Ukisoma pale juu, Mungu alikuwa anamuuliza, je, wajua ya kwamba hii mifupa mikavu yaweza kuishi? Akasema la, wajua wewe. Maana yake nini? Hata yeye wakati anaambiwa kwamba mifupa inaweza kuishi, alikuwa ana wasiwasi, anawaza inawezekanaje mifupa hii ikaishi tena? Inawezekanaje hao watu waliokufa wamebaki mifupa mitupu, inawezekanaje wakaishi? Bwana akamwambia, Bwana wajua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya tena.